jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bariki maji. Bwana Mungu Mwenyezi, ndiwe chemchemi na asili ya uzima wote wa roho na mwili. Na kuomba ubariki maji haya tunataka kutumia kwa imani, huku tukiomba msamaha wa dhambi zetu na kinga ya neema yako, tusipatwe na magonjwa yoyote wala kunaswa na mitego ya adui. Bwana, utujalie kwa huruma yako haya maji hai yatubujikie daima kwenye wokovu, tuweze kukujongea na moyo safi na kuziepuka hatari za roho na mwili. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Leo tunaanza wiki muhimu sana, Holy Week, wiki takatifu, na tunaanza hiyo sherehe kwa kushiriki hii safari pamoja na Kristo kuingia hekaluni, sherehe ya matawi. Leo kanisa linakumbuka kuingia kwake Bwana wetu Yesu Kristo Yerusalemu, apate kutimiza fumbo la Pasaka. Kwa hiyo katika misa zote leo tunakumbuka Kristo alipoingia Yerusalemu, na hii maandamano tunayofanya kwa shangwe na vigelegele kabla ya misa hii inatukumbusha ya kwamba Kristo anaingia katika utukufu wake. Leo tunashangilia, lakini ni nyinyi tu, the same people, the same group. Hii msafara hii ndio baadaye mtasema afanywe nini? Sisi wale walioenda pamoja na yeye, hao ndio walisema kwamba nani aondolewe? Yesu auawe? Baraba aondolewe, aachiliwe, Yesu afanye nini? Wakati ya watu binadamu hii hubadilika. Na pia tutasikia sauti yake Peter akimwambia Yesu, mimi kamwe sitawahi kuacha. Yesu anamkumbusha leo hii nini itafanyika mara tatu? Utakuwa umenikana mara tatu. Inatukumbusha kwamba maisha yetu lazima tumtafute Mungu muumba wetu na anayetusamehe dhambi zetu. Kama vile tutakutafakari tunaposoma injili ya leo, kuna watu wawili, wale wezi wawili waliosulubishwa na Yesu. Mmoja alikuwa kaidi zaidi, kichwa ngumu, akamtukana Yesu. Lakini kulikuwa na huyu wa pili, akafanya nini? Yeye akaomba msamaha kwa Kristo. Tunaingia katika wiki ya kuomba msamaha. Kwa Mwenyezi Mungu atusaidie ili kweli tuwe na moyo wa kusherekea wiki takatifu. Ndugu zangu, toka mwanzo wa Kwaresima tumetayarisha mioyo yetu kwa kufunga na kutendea watu mema. Leo tumekusanyika tupate kwanza kukumbuka pamoja na kanisa zima ile fumbo la Pasaka la Bwana wetu, yaani mateso na ufufuko wake. Maana aliingia katika mji wake wa Yerusalemu apate kulitimiza fumbo hilo. Kwa hiyo tumtafute Bwana ikumbuka kwa imani kuu na uchaji kuingia kwake Yerusalemu, nasi baada ya kushiriki msalaba wake kwa neema yake, kushiriki pia ufufuko na uzima wake. Ombe. Mungu Mwenyezi wa milele, uyatakase matawi haya kwa baraka yako, nasi tunao mfuata Kristo mfalme kwa shangwe, utujalie tufike Yerusalemu ya milele kwa njia ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
Basi tutachukua matawi, tutaandamana tukiongozwa na msalaba na watumishi wa misa, padri, wanakwaya na Wakristo wote, tukiimba hosana juu mbinguni, tukielekea hekaluni. Tukifika baada ya padri kukaa, tutaanza masomo, tukiendelea hivyo. Tufanye kwa utaratibu, kuna haja ya kupigania matawi, na unapochukua matawi ujue unaweka ahadi kwamba siku ya Jumatano ya majivu itabidi uirudishe. Kwa hivyo kunaweka ahadi ya kuiweka mpaka next year wakati wa sherehe. Kwaya. Waje mbele, kwaya, njoni huku mbele. Na kwaya. Njoni mbele wanakwaya wote waje mbele. Kwaya. Pole. Watoto wa Kiyahudi walimlaki Bwana, wakishika matawi ya mitende mikononi, wakiimba wakisema, Hosana, Hosana, Hosana mwana wa Daudi, Hosana, Hosana mwana wa Daudi, Hosana, Hosana, Hosana mwana wa Daudi, Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Ndivyo za furaha na shangwe, Hosana yeye ajaye kwa jina la Bwana. Siku sita kabla ya Pasaka
Somo la Injili katika takatifu lililoandikwa na Mathayo. Walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mzeituni, Yesu alituma wafuasi wawili, akawaambia, nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu, mara mtaona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwauliza sababu, jibuni, Bwana anawahitaji, mara atawatoa. Hayo yalitendeka ili kutimiza neno la nabii aliyesema, mwimbieni binti Sioni, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mpole na amekaa juu ya punda, na mwana punda, mtoto wa punda. Basi wafuasi wakaenda huko, wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakawaleta wapunda na wanapunda, wakatandika nguo zao miongoni mwao, naye akaketi juu yake. Wengi wa umati wakatandaza nguo zao njiani, wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza katika njia. Wengi sana waliomtangulia na kumfuata walipaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, barikiwa ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Alipoingia Yerusalemu, mji wote ukashtuka, wakaulizana, huyu ni nani? Watu wa umati wakajibu, huyu ni Yesu nabii wa Nazareti ya Galilaya. Injili ya Bwana. Na hivyo tunatenda jamii, kae chini, baki umesimama kwa sala ya kufungua. Tuombe. Ee Mungu mwenyezi wa milele, ulitaka Mwokozi wetu atwae mwili na kuteswa msalabani kwa ajili ya wanadamu wote, nao wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Utujalie kwa wema wako tuweze kushika mafundisho ya uvumilivu wake na kustahili kushiriki ufufuko wake, anayeishi na kutawala naye katika umoja wa Mtakatifu, Mungu daima na milele. Kama jiwe, najua ya kwamba sitaaibishwa. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona uliniacha? Oh
wamenizunguka, kundi la waovu wananizonga, wamenitoboa mikono na miguu, naweza kuhesabu mifupa yangu yote. Nguo zangu kati yao, wanaipigia kura kanzu yangu. Nawe Bwana usiwe mbali, ewe msaada wangu, fanya haraka kunisaidia. Nitawasimulia ndugu zangu jina lako, katikati ya mkutano nitakusifu. Enyi watumishi wa Bwana, msifuni. Enyi wote wazao wa Yakobo, mtukuzeni. Enyi wote wana wa Israeli, mtumikieni. Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wafilipi. Kristo Yesu, ijapokuwa alikuwa namna ya Mungu, hakuchukulia kwamba kuwa sawa na Mungu lilikuwa jambo la kushikamana nalo, bali alijishusha mwenyewe, akatoa umbo la utumishi, akawa ana mfano wa wanadamu. Alijinyenyekeza mwenyewe, akawa mtii mpaka mauti, yani mauti ya msalabani. Kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu wote wapige magoti, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Yesu
Kwa hiyo Mungu aliadhimisha
Ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga, akaenda mbele kiasi cha kutupwa jiwe, akapiga magoti akasali. Baba, ikiwa ni mapenzi yako, uniondolee kikombe hiki, wala si mapenzi yangu, bali yako yatendeke. Hapo malaika akamtokea kutoka mbinguni, akamtia nguvu. Alipopatwa na mahangaiko, akazidi kusali. Jasho lake likawa kama matone ya damu yaliyotiririka chini. Baada ya sala hiyo, akasimama, akaenda kwa wafuasi wake, akawakuta wamelala usingizi wa huzuni. Akawaambia, ondokeni mkaombe msije mkaingia majaribuni. Alipokuwa akisema bado, kundi la watu likamjia, na Yuda, mmoja wa wale 12, akawatangulia, akamkaribia Yesu, akambusu. Yesu akamwambia, Yuda, wamsaliti Mwana wa Adamu kwa kukosa? Hapo wafuasi wake wakaona mambo yaliyokuja, wakauliza, mmoja akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kulia. Yesu akajibu, muherani kwa hili. Akaliguza sikio, akamponya. Yesu akawaambia makuhani wakuu na walinzi wa hekalu na wazee waliokuja kumkamata, mmekuja kwenye panga na marongo kama kumkamata mnyang'anyi. Kila siku nilikuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkuinyosha mkono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Wakamkamata, wakamwongoza, wakampeleka katika nyumba ya kuhani mkuu. Petro alipokuwa mbali, huko katikati ya ua walikuwa wamewasha moto na kuota. Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja wapo akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho, akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akisema, baada ya kitambo mwingine akamwona, akasema, wewe pia ni mmoja wao. Petro akasema, mtume, si
akamwita mtu mwingine akasisitiza akisema, hakika na huyu alikuwa pamoja naye, maana pia ni Mgalilaya. Petro akasema, Mtuwe, sijui unalosema. pale pale katika kusema kwake jogoo akawika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro alikumbuka neno la Bwana jinsi ilivyomwambia, leo kabla ya kuwika jogoo utanikana mara 3. Akaenda nje akalia machozi kwa uchungu. Watu waliomlinda Yesu walimdhihaki, wakampiga, wakamfunika uso, wakamliza wakisema, Abiri, ni nani aliyekupiga? wakamtukana kwa maneno mengine. Kulipopambazuka halmashauri ya watu, ndio makuhani wakuu na waandishi walikusanyika, wakampeleka katika baraza lao, wakasema, Ama wewe ni Kristo, utuambie. akawaambia, Nijapowaambia hamtasadiki kabisa, tena nikiwaeleza hamtajibu. Lakini tangu sasa Mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. wote wakasema, Asi, wewe u Mwana wa Mungu. akawaambia, Ninyi wasema kwamba mimi ndiye. wakasema, Kwa nini tuhitaji tena ushuhuda? Maana sisi wenyewe tumeusikia kutoka kinywani mwake. watu wa mkutano huo wakasimama, wakampeleka kwa Pilato, wakaanza kumshitaki wakisema, Tumemkuta mtu huyo akipotosha taifa letu, akipinga kumlipa Kaisari kodi na kujiita kuwa Kristo mfalme. Pilato akamuuliza, Wewe ni mfalme wa Wayahudi? akamjibu, Ewe wasema. Pilato akawaambia makuhani wakuu na umati wa watu, Sioni kosa kwa mtu huyu. lakini akasisitiza wakisema, Anawachochea watu kwa mafundisho yake katika Uyahudi wote, tokea Galilaya mpaka hapa. Pilato aliposikia hayo
akamuuliza maswali mengi, lakini Yesu hakumjibu neno. Makuhani wakuu na waandishi walisimama pale, wakamshitaki kwa ukali. Hapo Herode pamoja na kundi lake la askari wakamdhihaki. Kisha akamvika joho jeupe, akamrudisha kwa Pilato. Siku ile ile Herode na Pilato wakawa marafiki. Baada ya uadui wao siku nyingi, Pilato akawakusanya makuhani wakuu, wakubwa na serikali ya raia wote, akawaambia, mmemleta mtu huyu kwangu kama mtu anayepotosha watu. Basi nimemhoji mbele yenu, lakini kwa mtu huyu sinaona lolote mnalomshitaki. Wala Herode hakuona kosa, kwa maana amemrudisha kwetu. Tazama, hakuthibitishwa kosa limpasalo adhabu ya kufa. Apigwe sasa, kisha nitamfungua. hapo wakapiga kelele kwa pamoja, Muondoe mtu huyu, utufungulie Baraba. huyo alitupa gerezani kwa sababu ya uwazi mjini na mauaji. Pilato akasema tena nao kwa nia ya kumfungua Yesu, nao wakapiga kelele, Msulubishe, msulubishe. akawaambia mara ya tatu, Wewe ni Kristo, basi jiokoe mwenyewe na sisi pia. akawaambia mara ya tatu, Je, amefanya ubaya gani? Watesiani kosa limpasalo kufa. Apigwe sasa, kisha nitamwacha. lakini wakamsonga kwa kelele nyingi na kudai asulubiwe. Mwisho kelele yao ikafaulu. Pilato akamua dai lao litimizwe, akamfungulia mtu aliyemtaka. Ndiye mtu aliyekuwa gerezani kwa sababu ya uwazi na mauaji. Badala yake akamtoa Yesu wamtendee wapendavyo. Walipokuwa wakimwondoa, walimkamata Simoni wa Kirene aliyekuwa akirudi toka shambani, wakamtwika msalaba auchukue na kumfuata Yesu. Umati mkubwa wa watu ukamfuata, miongoni mwao wanawake waliojipiga vifuana kumlilia. Yesu akawageukia akasema, Enyi binti ya Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililie nafsi zenu na watoto wenu. Kwa maana tazama, siku
zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima tafuni, tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika kavu? Wakampeleka pia wawili wengine, wawe pamoja naye. Walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, walimsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja kulia, mmoja kushoto kwake. Yesu akasema, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendealo. Wakagawa mavazi yake kwa kupigia kura. Watu walisimama huko wakitazama, wakubwa na watu waliomdhihaki wakisema, Aliwaokoa wengine, sasa jiokoe mwenyewe, kama ni Kristo mteule wa Mungu. askari pia walimdhihaki, walimjongea na kumletea ziki, wakisema, Kama wewe ni mfalme wa Wayahudi, jisalimishe mwenyewe. juu yake palikuwa na hati. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mmoja wale waliotundikwa walimtukana akisema, Je, wewe si Kristo? Basi jiokoe mwenyewe na sisi pia. lakini mwingine akajibu, akamgombeza na kusema, Je, hata wewe uliyehukumiwa sawa na yeye umjali Mungu? Sisi kwa haki tunapokea tuliyostahili kwa makosa yetu. Huyu lakini hakutenda mabaya. akasema, Yesu, unikumbuke mimi utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamjibu, Amen. Nakwambia leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. mnamo saa 6 giza lilifunika nchi yote mpaka saa 9. Jua lilipatwa na giza, na pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kubwa akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. baada ya Yesu akakata roho. Oti.
Hakika alipoona yaliyotendeka, alimtukuza Mungu akisema, Hakika mtu huyu alikuwa mwaminifu. na watu wote wa umati waliohudhuria kutazama mambo hayo waliona yaliyotendeka, wakajipiga vifua na kurudi kwao. Wenzake wote miongoni mwa wanawake walioandamana naye toka Galilaya walisimama mbali kidogo na kuona hayo. Kulikuwa na mtu jina lake Yosefu, mmoja wa baraza, mtu mwema mwadilifu, hakukubali shauri la tendo lao. Alikuwa ni mwenyeji wa Arimathea, mji wa Yudea. Aliutazama ufalme wa Mungu. Huyu alimwendea Pilato, akamwomba mwili wa Yesu, akaushusha, akauzungushia sana, akauweka katika kaburi lililochongwa mwambani. Umokuwa hizi kuzikwa mtu. Ilikuwa siku ya maandalio na Sabato ikakaribia. Wakafika wanawake ndio waliokuja pamoja naye toka Galilaya, waliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Wakarudi wakatayarisha mkate na mariramu. Siku ya Sabato walipumzika kadri ya sheria. Neno la Bwana. Mambo mawili tu nakuzia kama tumeanza wiki takatifu, na katika wiki hii takatifu kila mmoja wetu lazima ajukumike, kwa sababu kama vile tumesikia tumesoma mambo mengi katika Injili. Nataka nisisitize mambo mawili tunapoingia katika wiki hii muhimu sana katika kalenda ya imani yetu, kalenda ya kanisa letu. Na sehemu tumesoma kuhusu watu wawili, wahalifu wawili. Wahalifu wale wa kwanza waliotukukiwa alimtukana Yesu akisema, "Je, wewe si Kristo? Niokoe nafsi yako na sisi." Na wengi tumepitia wakati huu wa Kwaresima, tumefika siku hii ya leo, naingia katika wiki hii takatifu. Pengine hata hujafunga, pengine hata hujafanya chochote kwa sababu ya kuwa na kiburi ama changamoto yeyote ile ya kuwa na roho ya kusema mimi siwezi, Mungu wewe ni nani kwangu. Naomba sana tunapoingia katika wiki hii tuweze kuwa kama huyu mhalifu wa pili, huyu mwizi wa pili. Huyu mhalifu yeye alisema, "Je, wewe umuogopi hata Mungu, nawe katika hukumu hiyo nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tulivyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa." Tunapoingia wakati huu, let us take responsibility of our sins. Let us take responsibility for the things we have done. Makosa tuliyotenda kwa njia moja ama nyingine, tuwajibike. Msitafute sababu ya kulaumu wengine
kusema hata nyinyi mnatenda hivi, hata nyinyi mko hivi na vile. Take personal responsibility kwa makosa unayotenda. Huyu jamaa anasema wewe hata umwogopi Mungu. Sisi tumehukumiwa sawa, kwa sababu hukumu yetu tumepokea ni sawa na dhambi kama makosa tuliyotenda. Taking personal responsibility kwa makosa uliyotenda. Hii ndio kitu Wakristo wengi tunakosa, mimi na wewe. Ni rahisi kwangu nilaumu mwingine, nitafute niwekelee mwingine, nilaumu mwingine na nimefanya. Huyu mwizi wa pili, huyu mhalifu wa pili anatukumbusha tu kuchukua jukumu. Let us take responsibility for the sins, for the mistakes that we do, not blame it on anybody. Na ndio kwa maana katika wiki hii tumepata nafasi nzuri. Kuanzia leo hii ni wiki takatifu, tuweze kukatubu dhambi zetu. Usitafute visingizio, siwezi kutubu kwa nani. Kanisa ni kubwa. Enda anywhere. Kanisa Katoliki kuna makanisa mengi sana ya ukatubu dhambi zako wakati huu. Ule uwezi kupata utakaso, uwezi kupata utakaso wakati huu wa Kwaresima tunaposherehekea wiki takatifu. Siku ya Alhamisi, hasa siku ya Jumatano, kanisa nzima, kanisa hapa Mombasa, Abdul na makanisa yote duniani tunakutana, tunasherehekea pamoja na askofu wetu mkuu siku ya Prison Mass, Holy Thursday, kusherehekea mwanzisho wa Kristo kutupa baraka ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Wale watakaopata nafasi siku hiyo uweze tukahudhuria kule cathedral, na wale hawatapata nafasi, ni siku ya lazima Ukristo Katoliki kuja misa jioni vile mtakavyotangaziwa siku ya Alhamisi. Tuwe na nafasi ya kusherehekea siku hiyo muhimu, the institution of the Holy Eucharist, the institution of priesthood. Kwa bila Ekaristi Takatifu hakuna padri. Kwa hivyo ni sherehe ya mapadri pia siku hiyo, na ni sherehe ya Wakristo wote, kwa sababu hapo ndipo tunasherehekea Kristo mwenyewe anakuwa mwili na damu inayopokea siku zote na maisha yetu. Tukaribie sakramenti ya kitubio wakati huu ya wiki takatifu. Tuende katika kitubio, because at that sacrament tunapoenda pale baada ya kutubu dhambi zako, baada na kuambia basi sasa useme sala ya tubu. It's a very, very important prayer. Kwa hiyo tusaidia sisi wenyewe kujiangalia sisi tumetenda nini, na kuweza kuahidi kwamba sasa tena sitaki kutenda dhambi tena, nataka nirudi kwako Mwenyezi Mungu niweze nikaishi vizuri. Mwenyezi Mungu atubariki, tuwe na wiki yenye baraka kwa kila mmoja wetu, kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tusadiki kwa Mungu mmoja.
Mtakatifu Cecilia Jumuiya. Tunawaombea wale wote waliorudi nyuma kiimani, Mungu awaguze ili waweze kurudi kwa jumuiya na kanisa, ili sote tutembee pamoja kiimani. Eva, tunakuomba. Karibuni kwa sala. Asante Mungu Mwenyezi ni kwa zawadi kubwa na bure wale wanaotujalia kila siku. Mungu Mwenyezi, tunaliweka kanisa letu takatifu Katoliki mikononi mwako. Tunakuomba Mungu Mwenyezi, kaliongoze vema, wajalie neema ya kipekee wale wanaoongoza kanisa letu, akiwepo Baba Mtakatifu na wale wote ambao wanafanya kazi ya kitume, ili wanapodumisha neno lako sisi wa Kristo tukaweze kuungana nao, ili tukaweze kulisifu na kuendeleza neno lako vema. Baba, tunakuomba. Sala kwa ajili ya taifa letu na dunia nzima kwa ujumla. Mungu Mwenyezi, tunakuomba ukajalie mataifa yetu amani, umoja na ushirikiano, hasa nchi yetu ya Kenya. Tunakuomba Mungu Mwenyezi, wabariki viongozi wanaoongoza nchi yetu, wajalie uongozi wa kweli unaotoka kwako, ili wanapokaa na kuweka mikakati ya kwa ajili ya maendeleo ya nchi, wacha asiwe mambo ya upendeleo, bali akawa ya usawa, ili sisi wa Kenya tukaweze kupata haki na kufurahia nchi yetu tunapoanza kuona ni amani. Baba, tunakuomba. Asante Mwenyezi Mungu kwa kutukirimia zawadi ya uzima kila siku baada ya siku. Tunaweka familia zetu mikononi mwako. Mwenyezi Mungu, unaenda katia mapendo yako, ili Baba familia nao kama ni pamoja iweze kuwa na ushirikiano. Watoto waweze kutii wazazi, wazazi pia wafundisha watoto njia njema, ili tuenende na maadili mema. Baba, tunakuomba. Tunakabidhi wagonjwa wote Baba walikuwa hospitalini, wengine majumbani, na wale ambao wamekosa matumaini. Mwenyezi Mungu, unaenda kashikishe mkono wako wa uponyaji. Dawa wanazotumia uweze kuzitakasa, wanapotumia na kupona, sifa na utukufu kwako Bwana. Na wale wote ambao wanahudumia wagonjwa wale, wahudumie kwa njia ya upendo. Baba, tunakuomba. Asante Baba, Mungu mtakatifu. Tunakushukuru Baba kwa zawadi ya uhai na kujalia kanisa. Mungu Baba, tunakabidhi mikononi mwako ndugu zetu marehemu walioaga dunia wakiwa na tumaini la utukufu, na wale wote waliotoa ndani Baba, kapata kuwasamehe makosa yao, ili nao waweze kuona ufalme wako. Bwana, tunakuomba. Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Na yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, kwa ajili ya mateso ya mwanao pekee, rehema yako isikose kutukaribia sisi, na hata kama hatuistahili kwa ajili ya matendo yetu, tujalie tuipokee kwa njia ya dhabihu hiyo moja pekee, ikiwa tumetanguliwa na huruma yako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Wow.
tunakumbuka kutoa shukrani kwa ajili ya wenzetu wawili tuliowazika jana, Elizabeth Alice. Ilikuwa ya kufana sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kutupa nafasi hiyo kuweza kuwasindikiza wenzetu kwa njia ya heshima. Hivyo kwa shukrani kwa wanakijiji wote, kwa kutolewa wote walioshughulika, polisi, kila mmoja aliyefanya shughuli hiyo ikawa imefaulu. Hivyo kumbuka kuombea wenzetu ambao pia baada ya kuugua alikuwa katika hiyo ajali. Mwenyezi Mungu azidi kumpa uponyaji. Tuombee kila mmoja wetu anayepitia changamoto mbalimbali za maisha. Mwenyezi Mungu awe upande wako, piganie siku zote. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, na kuomba utakatifuza vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe katika mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Nakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo mkusanyo wa Roho Mtakatifu tupate kwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, askofu wetu Martin Kivuva na wakilelo wote. Wakumbuke ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuo, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Kuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliotangulia tangu kale, waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele, kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Agizo lake Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu
maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaike na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, yawe mtume wako, amani na wajieni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, lakini imani ya kanisa lako. Ulijalia maana mmoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Yaani amani.
Bwana Mungu, sisi tulioshibishwa kwa kipawa chako kitakatifu kwa ajili ya kifo cha mwanao, umetufanya tuyatazamie kwa matumaini yale tunayoamini, na kusihi kwa ajili ya ufufuo wake tujalie tuweze kufika kule tunakoelekea kwa hamu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nina amani, misa imekwisha. Tunabakia kusubiri harambee ya leo inayoongozwa na Mtakatifu Yusufu. Tusipiganie mlango na fadha akitoka, subiri mpaka aondoke, ndio baadaye uweze ukaondoka pamoja na watumishi. Usiwe na tabia ya kupigania mlango na hakuna mahali unaenda. Tulia mahali uko pole pole. Have a blessed day.